Fidik TV ambacho kinakujia kila siku za Jumatatu muda na wakati kama huu, ambapo tunakwenda kujadili mada mbalimbali ambazo tumekuandalia mezani, na leo tunakwenda kuangazia zaidi mashabiki wa vilabu vya hapa nchini Tanzania. Mada yetu ambayo inatuongoza kwa siku ya leo ni kwa nini vilabu vya hapa nchini Tanzania vimepoteza mvuto kwa mashabiki wao, na hapa tunagusia zaidi vilabu vya madaraja ya kati. Kwa nini kwenye michezo yao mingi mashabiki wamekuwa hawajitokezi kwa wingi, na wakijitokeza labda kwenye michezo ya Simba na Yanga wanakuwa upande wa wapinzani? Kwa nini? Tutakwenda kuidadavua mada hii kiundani zaidi, na katika meza ya uchambuzi nitakuwa naye Pidek _ ambaye ni mchambuzi lakini pia ana taaluma ya ukocha, lakini pia nitakuwa naye Atanas Kapina, ni mchambuzi wa masuala ya kimichezo. Naye kuongozea kipindi hiki kwa siku ya leo, jina langu ni Ushindi Watson Kadege. Ambatana nami mwanzo mpaka mwisho. Pidek, habari yako? Niko poa sana, hofu kwako. Uko njema kabisa? Namshukuru Mwenyezi Mungu, siku nyingine nipo poa kabisa, Mungu amejalia. Ukishaona bashasha na tabasamu, bila shaka mimi huwa naamini huyo mtu yuko buheri wa afya. Na sisi kwa wana michezo tunaamini kwamba uko njema kabisa huko ulikotoka. Nipotoka salama kabisa. Unaponiona hapo basi ndio kila kitu kipo sawa. Mimi huwa naamini kitu kimoja, kwa sisi wana michezo kwenye level ya kitaifa na kimataifa, kila mmoja huwa ana timu ambayo huwa anaikubali sana. Pengine kwa pale barani Ulaya ni kila timu gani ambayo unaipenda zaidi? Mimi napenda mpira mzuri, Ghana zinapenda pamoja na Baka. Ghana pamoja na Baka. Yes. Kibongo bongo? Kopko. Tuweke mfano Kopko anacheza na Barcelona. Haiwezi kutokea kiasi. Ndio tuweke mfano imetokea. Kopko na Barcelona, unasimama upande gani? Naenda kuenjoy tu football. Unajua kwenye mpira kama unaenda timu fulani utake shinde, ndipo utaumia. Lakini kama unaenda kuenjoy kile ambacho kitakachotokea. Kwa mfano ikitokea hivyo unajua kabisa Kopko atafungwa. Barcelona atashinda. Ila nini unachokitaka kwenye ile wakati? Unachotaka kuona tu walau atafunga goli 5 chache, kwa sababu kama Barcelona ataamua wakicheza na Kopko inawezekana kufungwa hata goli 10. Hata goli 10 na zinawezekana. Ila mimi kitu ambacho naenda kunote, kitu gani kizuri cha wachezaji wa Kopko wamekionyesha, hiko ndio kitu ambacho naenda kwenye kutimiza majukumu yao, wametimiza kiasi. Lakini kwenye ile ushabiki unazi utasimama na nani, au ndo unaenda kuenjoy football? Naenda kuenjoy football. Basi sawa, nije kwako Kapina. Naam. Una timu ya nyumbani, halafu una ile timu yako ambayo unaishabikia, labda ni shiriki ligi kuu, wamekuja kukutana kwenye mchezo husika. Unasimama na upande gani? Timu ya nyumbani kwa maana ya kwamba timu ya sehemu ninayoishi unayotokea. Kama nayo inashiriki ligi kuu. Kama nayo inashiriki ligi kuu. Zote zinashiriki ligi kuu. Sasa ndio wamekutana, utasimama na upande gani? Na hapo kuna timu ya moyoni na timu ya nyumbani, itabidi nishabikie timu ya nyumbani. Unashabikia timu ya nyumbani? Ndio. Ni kweli? Kweli. Maana ndo isije ikawa kama ile kwamba una dili na mapenzi zaidi kwamba timu yangu ile mama inafanya vizuri ndo nitaishi nayo. Nyumbani kwanza. Pamoja tukaanze mada yetu, na nianze na Pide. Unafikiri kwa nini mashabiki wengi wa vilabu vya Tanzania hususan kwa vile vya madaraja ya kati wamekuwa hawajitokezi uwanjani kuvisupport vilabu vyao? Wakijitokeza ni maybe hiyo timu inacheza na Simba na Yanga, napo wakiingia uwanjani wanajikuta wakisupport vilabu hivi vikubwa ambavyo ni vigeni. Mfano unaweza kukuta Tanzania Prisons anacheza na Yanga, utakuta mashabiki wamejitokeza wengi uwanjani, napo wakijitokeza wanashabikia upande wa mpinzani. Lakini huyo Prison akicheza na timu nyingine ya daraja la kati, utakuta mashabiki ni wachache kweli. Na kuna scenario moja ilishajitokeza huko nyuma kwamba mechi ya Prison wameingia mashabiki 3 pekee uwanjani. Sasa unahisi changamoto iko wapi? Ni mada mtambuka, lakini kuna vitu vingi sana vya kwanza kuzingatia. Shabiki ni nani na anapatikanaje? Kama tukiweza kuzingatia vizuri shabiki ni nani na jinsi ya kumpata huyo shabiki, tutakuja kugundua kuna sehemu ambapo huwa tunakosea. Kwa mfano, timu tunaangalia the way ambavyo zimeanzishwa. Timu imeanzishwaje? Kuna timu ambayo inaweza imeanzishwa na wanafunzi wa chuo labda cha Sauti. Sio? Mkienda kwenye mashindano labda pale Nyamagana, utakuta wale wanafunzi wa Sauti wanaenda kuisupport ile timu. Lakini inaweza ikawa timu imeanza Sauti, lakini kaanzisha mtu mmoja tu kwa malengo ya kwake mwenyewe, matakwa ya kwake mwenyewe. Anachukua ile timu, awashirikishi wale watu ambao anataka amsupport. Wanapofika hatua ya juu, wanataka wanabadilisha mawazo, wanasema kwamba jamani msupport hii timu ya nyumbani. Lakini kwenye kuanzisha tulipataje? Wakati ina operate watu wa nyumbani, inaendeshwa na wale watu wa nyumbani, au watu wa nyumbani wapo tu wanaangalia kitu ambacho kinatokea? Kuna baadhi ya timu nyingi ambavyo jinsi zilivyoanzishwa na jinsi ambavyo zinavyoendelea
tofauti. Na kuchukulia mfano Mbao ilianzisha na watu wafanya biashara wa mbao. Timu ilikuwa ikateka jiji la Mwanza, wale wafanya biashara kwa sababu ni wengi, wakaona timu yao nyumbani, wakawa na support kwenye kila hatua. Pale tu ilipoanza timu kununuliwa, timu kupata mashabiki, hata jinsi ya uendeshaji, wale ambao walikuwa wamechukua timu kuanzia mwanzo wakatengwa, wakawekwa pembeni. Wakaja watu wapya kwa kigezo, labda watu wenye elimu, kwenye kigezo ambacho tunasema sijui nafasi fulani inabidi awe mtu mwenye elimu fulani. Lakini kwenye kuipandisha, mbona alikuwa tu hana elimu na kaipandisha timu? Elimu ni nini? Elimu ni maarifa ambayo inaweza kukusaidia wewe kuendesha maisha. Kwa hiyo kwa nini timu za daraja ya kati hazipati mashabiki? Kuanzia kwenye kuanzisha timu zenyewe. Lakini wanabaki kwenye ule muundo ambao wameanzisha. Kama ukibaki kwenye ule muundo, ni rahisi na kubaki na wale mashabiki wao. Hiyo ni tofauti ya Tanzania na nchi nyingine. Nchi nyingine huko hasa barani Ulaya, kwamba timu tunasema watoto wa nyumbani tuanzishe timu. Tunaanzisha timu. Wanajikuta hii timu labda ya jiji la Mwanza. Yes, Mwanza nzima kila mtu anaisupport timu, kwa sababu kuanzia kwenye kuanzishwa mpaka uendeshaji wake wanakuwa ni sehemu ya uendeshaji. Lakini kama unaamua tu kuanzisha timu kwa interest zako, ukataka mashabiki, kweli timu kubwa zitakuja, watu wanachoenda pale wanaenda kuangalia football. Hawaendi kuisupport timu yako kwa sababu ulivyoianzisha unajua wewe mwenyewe jinsi unavyoendesha unaendeshaje. Kwa hiyo ndio changamoto moja ya changamoto. Lakini zipo sababu nyingi ambazo zipo hapo kwa nini timu za madaraja ya kati hazipati mashabiki wengi. Na hususan hapo umegusia kwamba zikitoka huko chini labda zilikuwa zinaendeshwa na labda wafanyabiashara ama kikundi fulani cha watu, lakini zikifika ligi kuu kuna watu wanaichukua timu. Huoni labda pengine kwa sababu mara nyingi ambao wao wanavichukua hivyo vilabu wanakuwa ni wale ambao wanasema wana weledi, halafu pia wana uwezo mkubwa wa kifedha. Je, hawa tunasema mfumo wa wanachama, si ndio, wakiendelea kuisimamia timu inaweza ikafika mahali popote, ama kuna ulazima wao kuweza kuichukua timu ikaenda kwa watu ambao wenye pesa ambao wataweza kuiendesha timu? Kwa sababu tumeona vilabu kadhaa hapo vikiendeshwa kwa mfumo wa wanachama na changamoto imekuja kwenye namna ya kuiendesha, migogoro inajitokeza. Tuliona Stand United. Hauoni hapo kuna changamoto? Hiki kivuli cha uweledi na professionalism ndicho ambacho kinaua sana timu. Uweledi unapimwa na nini? Uweledi unapimwa na matokeo. Yaani end justify means. Mwisho wa safari unaelezea wewe safari yako ilikuwaje. Safari yako ilikuwa nzuri, ilikuwa mbaya. Ndio maana mwanafunzi ambaye anafaulu form 2 anapata 1, form 4 anapata 0. Na yule form 2 aliyopata 3, form 1 aliyopata 1. Yaani form 4 kaja akapata 1. Licha kwamba form 2 alipata 3. Huyu aliyepata 1 form 4 ndio tunahesabu kama ni mwanafunzi bora kuliko huyu ambaye alianza form 2 akapiga 1, form 3 1, moko 1, kaja kule kalamba 0. Tunahesabu tu ana kitu. Kwa hiyo hawa ambao tunawaita wasomi, mara nyingi wanapopewa timu wanashindwa kuziendesha timu. Angalia Mbao nimetoa mfano. Chukulia Stand United. Chama la wana. Wakati naendeshwa timu na piga debe wa Stand, timu ilifanikiwa sana. Ilikuwa juu. Lakini walipoingiza pesa pale, ikasemekana kwamba pesa hizi zinapaswa kuwa na mtu wa kukagua, auditing tunasema kwenye account, anapaswa awepo, basi tuachukue profession. Stand leo iko wapi? Tunaona ilipotea mpaka ikashuka chini kabisa. Sasa hivi ndio walao wanaanza tena kuipandisha. Chukulia Biashara United. Kipindi ambapo inamilikiwa na wale wanabiashara wenyewe ambao walipandisha timu, wafanya biashara, timu ilienda juu sana. Lakini ilipofika ligi kuu, changamoto ni nini? Pesa zinapoingia wanasema kwamba tunahitaji mtaalamu ambaye amesomea masuala ya fedha. Lakini je, hao waliotafuta akili inaweza kutafuta pesa ndio akili inaweza kutunza pesa? Akili siweza kutafuta pesa, akili hiyo haiwezi kutunza pesa. Kwa hiyo kama kuna wasomi, hawezi kujua jinsi gani ya kutafuta timu kuipandisha kuanzia chini mpaka juu. Hata ikifika juu, ataishusha chini. Lakini hawa ambao hawana vyeti lakini wana uwezo wa kuipeleka timu juu, wana uwezo kuibakisha pale, kwa sababu akili inaweza kutafuta pesa, ndio akili ambayo inaweza kutunza pesa. Akili inaweza kutafuta pesa, ndio ambayo inaweza kutunza pesa. Nitarejea kwako. Nije kwa Atanas Kapina. Nakumbuka kipindi Mbeya City, na nadhani hii ndio klabu pekee ambayo kwa hapa Tanzania kwa vile vilabu vya madaraja ya kati ndio timu pekee ambayo ilikuja na ikawa na mashabiki ambao wanaisupport kila mahali inapokwenda. Lakini shida ni mwendelezo. Walianza vizuri, wakafanya vizuri uwanjani, tuliona msimu wanapanda, duru ya kwanza waliongoza ligi na mashabiki wakawa ni wengi kuliko wanajitokeza viwanjani.
lakini ukija kuangalia baada ya miaka kadhaa kwenda, nao ni kama mashabiki wakaanza kupotea. Changamoto ni wapi kwa vilabu hivi? Vinapopanda ligi kuu, mechi za kwanza mashabiki wanakuwa ni wengi kuliko support vile vilabu. Simba ya City pekee, Mbeya City nimemtaja hapo kwa sababu unapozungumzia Tanzania ukitoa Simba na Yanga, miongoni mwa timu ambazo zilikuja na mashabiki wake mama ambao wanasupport timu kinapoenda ni Mbeya City, lakini pia tuliona Mashujaa. Lakini siku zinapozidi kwenda mbele mashabiki wanapungua kujitokeza uwanjani. Shida ni nini kwa vilabu hivi? Ya, kitu cha kwanza mimi ninachokiona kwenye timu hizi ni kukosa mwendelezo. Sio Mbeya City pekee. Unajua mimi kuna muda nikikaa nikifikiri mpira wa nchi hii nasema kwamba timu zetu zimekuwa zikifanya vizuri lakini hazina mwendelezo. Leo hii ukikaa ukifikiri unaiona wapi Njombe Mji? Hata kwenye ramani ya mpira haipo. Unaiona wapi Lipuli ya Iringa? Unaiona wapi Toto African? Wanakisha Mapanda, Jiwe la Mtoni? Hawapo, lakini ni timu ambazo zilikuwa na wakati bora, zilikuwa na nyakati nzuri sana ndani ya ligi kuu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ili uweze kuwa na mashabiki wako, unatakiwa mwendelezo. Mbeya City unayozungumza akina Mwegane Yeya, Kip Dennis, Deus Kaseke, akina Pononga, Baba Baroko, kocha Juma Mwambusi ambayo imepanda daraja, inamnyanyasa Simba, Sokoine inakwenda kushinda Benjamin Mkapa 2-1. Ile Mbeya City ilifanya hivyo kwa msimu mmoja. Lakini msimu unaokuja ikaanza kupoteza ile legacy yake au legitimacy yake ambayo ilikuwa nayo. Kwa hiyo kitu ambacho kinagharimu hizi timu inaweza kufanya vizuri sana. Tunaweza tukaachilia mbali Mbeya City tukazungumza wana TP Linda kama Pamba Jiji. Pamba Jiji anapanda daraja, Costa 3 zimejaa mashabiki kwenda Arusha. Lakini leo hii mechi ya bure sisi Mkirumba mashabiki hawapo. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba ni matokeo mabovu ambayo timu hizi zinakuwa nayo, na kitu kingine ambacho kimekuwa kikigharimu ni kama alivyosema Pidek, hela zikiingia, hela zinachafua mpira sana, kwa maana ya kwamba zinaathiri sana watu nje ya uwanja, kwa sababu kuna watu wana mapenzi na timu. Kuna watu wanafanya kila kiwezekanacho waweze timu iweze kusogea mbele, lakini watu hawa wanakuwa disappointed ama wanakatishwa tamaa pale wanapoona tumefanya 1 2 3 kuhakikisha kwamba timu inasogea, lakini kwenye matokeo yaliyopatikana mojawapo zikiwa ni fedha zilipokuja sisi tumetengwa. Lakini hapo Kapina, unajua nikukatishe kidogo kwenye issue ya pesa. Sasa hivi tunasema mpira ndio pesa, bila pesa huwezi kupata wachezaji walio bora. Sasa unaposema kwamba pesa ikiingia ndio inapelekea mashabiki ambao wanaanza kuona kwamba timu sio ya kwao. Na maana bila pesa pia hawezi kufanya usajili, tukumbuke hicho. Na performance ya timu siku zote inategemeana na wachezaji ambao mko nao, na ili uwe na wachezaji bora inabidi utumie pesa kupata kile kilicho bora. Sasa hauoni pesa hayo inaweza kupush kwa namna moja ama nyingine bila wewe kufanya vizuri? Issue sio pesa, issue ni usimamizi wa pesa. Changamoto ni usimamizi wa fedha. Kwamba kuna watu ambao ni wanazi, ni watu ambao wamehusika kuanzia build up ya timu, lakini mpaka timu inafika kupata hizo hela, watu hao wako na kila safari wametoa mchango wao kwa 100%. Lakini sasa tumeshapata hizi fedha, watu hawa pengine kunakuwa na mgao, pengine hao watu tunawatenga kwa namna moja ama nyingine. Hao ndio watu ambao wanakuwa wa kwanza kupiga hatua za kurudi nyuma kuhakikisha kwamba timu haisogei mbele. Timu hizi zimekuwa zikirudi nyuma, hazirudi tena, zinapotea. Wako wapi? African Dion, Rhino Rangers na wengine wengi wameshapotea katika ramani ya mpira, na chanzo kikubwa wanadai ni fedha. Njombe Mji wamewahi kuomba wali kwa mama ntilie wakapewa wali kwenye ndoo, unaona? Lakini hii ndio Njombe Mji ambayo ilikuwa inacheza ligi kuu, inapata mashabiki na inaingiza fedha, unaona? Sasa wanafikia level ya kuomba. Ukija kwa Njombe Mji hapo umezungumza kwamba changamoto za kifedha zilikuwa zikiwasumbua. Sasa hauoni miongoni mwa sababu nyingine ambayo ilipelekea wao kupotea ni kukosa pesa? Walipopata pesa walishindwa kuzimanage pesa. Kwa hiyo changamoto ni ukishapata pesa kuzimanage na matumiaji. Basi nitarejea kwako Kapina. Nije kwako Pidek. Nguvu ya Simba na Yanga kwenye kupelekea mashabiki kutokuvisapoti vilabu vyao vya nyumbani imekaije? Kwa sababu tumeona kuna baadhi ya mambo yametokea. Tuliona juzi kati hapa kwenye mechi mfano ya Pamba Jiji na Young Africans, si ndio? Mkuu wa mkoa wa Mwanza alikuwa akisapoti Pamba kwenye mchezo uliopita, lakini inafika kwenye mchezo dhidi ya Young Africans akahamia upande wa Yanga, akaacha kuhamasisha mashabiki. Simba na Yanga inaweza kuwa ni sababu mojawapo ambayo inapelekea mashabiki wasisapoti vilabu vyao vya nyumbani.
Simba na Yanga ni sababu ndogo. Kwa Simba na Yanga pia zilianza kama ni timu ndogo. Hazikuanza kuwa timu kubwa. Ukubwa ulitokana na muendelezo wa kile ambacho unakifanya. Leo hii darasani ukipata 100, tutasema umefaulu. Lakini mtihani unaofuata ukipata 30, tutaona kwamba ulibahatisha. Lakini wa kwanza ukipata 100, wa pili 90, wa tatu 95, 185, tunajua kwamba wewe daraja lako ndo hilo. Hizi timu za madaraja ya kati, kama tunavyosema, kwa nini zilikuwa timu za madaraja ya kati? Kwa sababu mafanikio yao yanaishia katikati. Yaani ili uwe timu ya daraja la juu, lazima uwe unafanya vizuri kila wakati. Kwa kinachofanya Simba na Yanga waendelee kuwa wakubwa ni makosa yanayofanywa na timu ndogo zenyewe kushindwa kukua. Ndio maana hizi timu kubwa zinabaki kuwa kubwa. Mpira umepokea mabadiliko tofauti. Zamani timu kama Coastal Union, hata Pamba walikuwa na mashabiki wengi sana. South Africa walikuwa na wanachama wengi kabisa. Lakini kwa nini wanapotea? Wanapotea kwa sababu ya matokeo hawapati. Mwanzoni hapa nisema kwamba unapoenda kwenye mpira unaenda kutegemea vitu vizuri. Unaenda kuenjoy kile ambacho kinatokea. Sasa timu ambayo inafungwa kila siku utaendelea kuenjoy nini? Maumivu huwa hayazoeleki. Kama maumivu hayazoeleki, ndio maana watu wanaama. Chukulia sasa hivi. Kwa nini Simba wana washabiki wengi sana Instagram kuliko Yanga? Sio kwamba Simba ndio timu ambayo imefanikiwa sana. Ila wakati ambapo Instagram inaanza, wakati ambapo vijana wanaanza kutumia digital, wamekuta Simba ipo moto. Hiki kizazi cha sasa hivi hiki ambao wengi wameanza kufuatilia mpira baada ya kuonyeshwa kwenye TV. Labda mpira umeanza kuonyeshwa 2013, mechi karibuni zote. Lakini sana 15. Utakuta wengi 15 mpaka 20 ni wakati ambapo Simba ipo kwenye prime, imefanya vizuri sana. Mashabiki wanaoanza kushabikia mpira wakati huo utawakuta Simba. 22 huku kuja huku unaona Yanga imefanya vizuri. Mashabiki ambao wameanza kufuatilia mpira mwaka jana, mwaka huu, mwaka juzi, kuna possibility wengi wakawa Yanga zaidi. Kwa matokeo yanafanya watu washabikie hiyo timu. Azam walipokuja mpaka 2013 walichukua ubingwa, kuna mashabiki tayari washajiestablish kwamba wao ni mashabiki wa Azam. Lakini tangu hapo unapata nini tena? Na ukishinda mechi kubwa unajitengenezea mashabiki, lakini kama una uwezo wa kushinda mechi kubwa, hauna uwezo wa kupata matokeo, ina maana timu yako itashuka chini. Kwa kitu muhimu ambacho kinavuta watu, mvuto unaanzia na matokeo. Inaweza kuwa timu haichezi vizuri. Kwa mfano Chelsea ya Mourinho ilikuwa ichezi vizuri, inapaki basi, lakini kuanzia Mourinho alipoingia timu ndio imeanza kupata makombe ya ligi kuu. Unaona sasa timu imeanza kupata mashabiki. Manchester City imepata mashabiki sasa hivi kwa sababu gani? Kwa sababu walikaa miaka 45 bila kombe. Walipoanza kupata kombe, ukichukua 2010 mpaka leo 2024, msimu wa 24 ule ambao umeisha 24-25. Man City wamechukua zaidi ya makombe 10 na. Kwa hiyo kama umechukua makombe 10 na, ina maana kuna wastani. Kwa mfano Pep Guardiola miaka 8 makombe 6. Kwa mfano mtu ambaye ameanza kushabikia mpira kwenye miaka 8 iliyopita, kuna possibility kubwa sana kuwa mshabiki wa Manchester City. Matokeo, hizi timu ndogo hazina muendelezo wa matokeo. Ndio maana unakuta mshabiki wa Coastal Union. Kiufupi ni kwamba Simba na Yanga hawaathiri mashabiki kuvisupport vilabu vyao. Kinachoathiri ni muendelezo wa kupata matokeo. Mbeya City wakati inapanda. Mbeya City sikuwa timu mpya. Generation mpya 13, 12 hapo. Mashabiki wote wa Mbeya kila sehemu walikuwa wanavaa jezi za blue. Kwamba kuisupport timu yao. Zambarau. Walikuwa na nchi nzima wanavaa jezi za Zambarau kwa ajili ya kuisupport timu yao. Simba alienda kule Mbeya. Mashabiki waliojaa pale ni jezi ya Mbeya City. Yanga walienda wakasema tunaacha Yanga, tunaacha Simba, tunasupport kwanza cha nyumbani. Nini kilichofanya wasupport? Ni yale muendelezo wa matokeo. Lakini walipoanza kudrop wale mashabiki sasa hivi Mbeya City kicheza Mbeya, uwezi ukaona jezi zile za Zambarau zikafika 100 uwanjani. Kwa sababu gani? Kwa sababu timu iendelee kupata matokeo. Kwa hiyo ili ubaki kuwa juu, unapaswa kuendelea kupata matokeo mazuri. Hapo ni unaposema football, timu ya mpira wa miguu sio timu ya mtu mmoja. Timu mimi huwa napenda nasema mafiga matatu. Sehemu ya kwanza kabisa ni uongozi, yani hiyo ndio sehemu ya kwanza. Ya pili benchi la ufundi, la tatu wachezaji bora. Sasa kipi kinachoanza ni uongozi. Uongozi madhubuti, uongozi sahihi ndio ambao utafanya upate makombe muda mrefu. Miaka karibuni tumeshuhudia hapa Yanga ilikuwa ya bakuli. Moja ya sababu ile Yanga kuwa ya bakuli ni kwa sababu
Kile kipindi Manji ndo kufungiwa mwenyekiti, timu ikawa kwa kaimu Clement Sanga, akaenda hapo, mara Kwasa katibu, mara kocha, mara kulikuwa na vitu vingi ambavyo vilitokea. Hakuwa na structure proper kwa ajili ya uongozi. Alipoingia Mshindo Msola, ndio taratibu unaanza kuona timu inarejea kwenye ushindani. Kwa sababu gani? Kuna uongozi. Kwa hiyo uongozi una play part kubwa mno kuliko maelezo. Yaani hakuna kinachoweza kufanikiwa pasipokuwa na uongozi mzuri. Unaweza ukashinda mechi moja pasipokuwa na uongozi mzuri, lakini ni ngumu kutawala mchezo wenyewe kwa sababu viongozi ndio wanapanga tusajili nani, pesa tunazipata wapi, tunaendeshaje timu, tunasafiri vipi. Wewe angalia timu kwa mfano kama Yanga, wakati anapoanza kurejea kutoka kwenye ile, walikuwa na msemaji, walikuwa na mtu wa kuhamasisha, alikuwa yule nani, Antonio Nugas. Nenda Simba au sasa hivi ambazo zinapoendelea Simba, kuna afisa habari Ahmed Ali, kuna kwenye kitengo cha habari kuna Sebastian. Angalia ile idara yao ya habari na watu wangapi. Toka pale nenda Yanga, idara yao ya habari na watu wangapi. Idara ya habari ipo sana sana kwa ajili ya kuhamasisha. Unaona Simba anacheza mchezo, anaenda Mbagala mtaani kwenda kuwaita mashabiki, njoo kwenye timu hizi za madaraja ya kati. Pamba anacheza, Pamba zidi ya Namungo, Pamba anacheza zidi ya Singida Black Stars. Unaona Pamba mtaani wakienda kuweka hiyo hamasa. Kwa sababu nini kinachokufanya uende? Kuna vitu ambavyo vinavutia wewe uende hiyo sehemu. Kapina Mwanzo alitoa mfano hapa kwenda ile Arusha. Gari zilijaa. Ile ilikuwa ni hamasa ambayo walienda kwenye vijiwe vyote. Nenda Kirumba, nenda Nyegezi, nenda wakakusanya mashabiki kwa ajili ya kuhamasisha, na kuna baadhi ya vitu ambavyo walipewa kwa ajili ya kwenda kule. Lakini timu imepanda, wakaamini kwamba kwa vile ile timu tayari imeshapanda, watu watakuja tu. Ndio watakuja wale na interest zao. Kuna wengine hawaendi uwanjani kwenda kuangalia mpira. Wengine wanaenda uwanjani kwa sababu tu wamehamasishwa. Kwa hiyo ukihamasishwa mara nyingi unapenda hiyo kitu. Chukulia wakati unaanza kusoma, mzazi alikuwa anakuhamasisha sana kwa sababu wewe ulikuwa hujui umuhimu wa kusoma. Alipokuhamasisha baadaye ulikuja kugundua umuhimu wa kusoma. Wewe mwenyewe sasa hivi wewe ndio unamhamasisha mzazi aendelee kusupport ili usome zaidi. Kwa hiyo tunaanza kumhamasisha mtu apende kile kitu, akishapenda yeye mwenyewe atakuhamasisha wewe. Kwa hiyo cha msingi hizi timu ndogo zinapaswa, viongozi wao wanapaswa kujua kwamba wanapaswa kuhamasisha. Kwa mfano kuanzia mwaka 2000 hapo kuja huko, serikali ambapo ilipoamua kuachana sana na hizi timu za kumiliki hizi timu. Kwa mfano zamani timu nyingi zilikuwa za mashirika, sio ukienda Mseto, ukienda Leli, RTC, sio ya Kigoma, Leli Morogoro, Tumbaku. Hizo timu Sigara, yani hizo timu zote zilikuwa za mashirika. Mchezaji anaona nikienda kwenye timu kwanza napata ajira ya moja kwa moja. Yes, anaamua kwenda kuchezea hizo timu. Ndio maana zamani Mengo, sio ukisikiza, ilikuwa inaweza kuwa na nguvu sawa na Yanga. Pamba alikuwa na nguvu sawa na Yanga kwa sababu anaamini akienda Pamba ameajiriwa kwenye shirika la Pamba. Akienda sio timu fulani ameajiriwa na shirika fulani. Kwa hiyo hata mchezaji mzuri anajua nikienda pale nimepata ajira ya uhakika. Huku nikienda huku sipati. JKT Tanzania, JKT Queens walipoanza, kwa sababu timu ya kwanza kuchukua ubingwa ilikuwa ni Mlandizi. Baada hapo JKT. Kwa nini JKT walianza kufanikiwa? Kwa sababu waliwahakikishia wachezaji ukija JKT unakuwa mwanajeshi. Kwa hiyo wakapata JKT Queens wachezaji wengi na wakadominate league. Na hata leo timu yenye wachezaji bora wa Tanzania ya kike ni JKT Queens. Kwa sababu yani wachezaji wanajua tukienda hapa kuna possibility ya kuajiriwa muda wote. Vizuri. Lakini kwako Pide, nini sasa kifanyike ili kuhakikisha kwamba mashabiki wanakuwa na muendelezo wa kusupport vilabu vyao kwenye michezo ya ligi kuu? Timu yoyote inaweza kuwa kubwa na timu yoyote inaweza kuwa ndogo. Kikubwa timu zinapaswa zibaki kwenye malengo mama. Kuanzia mwanzo unapoanzishwa mpaka inapopata mafanikio. Sio mkifika level fulani mafanikio muweze kubadilika. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakiona, viongozi wanapaswa wabaki kwenye ule mfumo mama ambao wameanza nao kuanzia chini ili timu ziwe na consistency, baadaye wanapata mafanikio ama mazuri yanafuata. Kuna mechi ya Simba na Yanga katika dimba la Benjamin Mkapa inachezwa. Alafu siku hiyo hiyo hapa Mwanza sisi Kirumba kuna mechi ya Pamba Jiji labda na Mashujaa. Unakwenda kutazama mechi gani? Inategemea sasa nini ambacho unachokihitaji kwenye wakati. Kama nimeshuhudia Pamba ikiwa anacheza vibaya dhidi ya Kopko na nimeshuhudia mechi za mwanzo Simba imecheza vizuri, nitaenda kwenye mechi ya Simba. Kwa sababu lakini tunachokiangalia ni burudani. Kumbuka uwanjani pale uende kuteseka.
Kama unalipa kiingilio chako, ni sehemu ya kwenda kurefresh. Utaendaje sehemu ambayo inakupa stress? Kwa sasa hapo nilichogundua kwa upande wako ni kwamba kinachosababisha wewe uende uwanjani ni kufuata furaha, timu ambayo inakupa furaha. Yaani mechi ambayo nikiangalia naona hii mechi michezo. Kwa mfano mtu ambaye anafuatilia mpira kiufundi, anachotaka sio tu timu fulani imeshinda ili anaoshabikia, ila anachotaka kukiona ni kitu gani kizuri kimetokea kwenye hiyo mechi. Kitu gani kizuri kimetokea kwenye mechi? Kwa ukapina? Kwangu mimi binafsi mimi napenda mpira mzuri. Napenda mpira mzuri. Yeah. Kwa hiyo yeyote atakayecheza mpira mzuri. Sasa mimi ndo nimekuuliza hapo, kuna Kopko, kuna Pamba na Mashujaa, alafu kuna Simba na Yanga. Unakwenda kufuatilia hivi. Pamba timu yako ya nyumbani, Simba na Yanga big match. Ndio maana nasema mpira mzuri. Unaweza kuwa timu ya nyumbani unacheza vibaya, lakini unaweza kuwa timu ya big match na wewe unacheza vibaya. Kwa hiyo mimi nitaenda kunipate burudani, ni enjoy soka. Basi mimi ni washukuru, nafikiri kwa leo kwenye kipindi chetu ndo tunafika tamati. Nashukuru kwa mchango wenu, bila shaka mtazamaji. IDEP TV.